wacha niseme hivi. Unajua, acha nikwambie, kama uko na ndugu yako na ndugu yako akuwe mwizi na apelekwe ndani, wewe utaenda kumsupport na mwizi wake? Hauwezi, ni ngumu sana. Kwa hivyo kama Cleophas Malala ni Mluya, hata mimi ni Mluya, lakini institution ya shule, hauwezi peleka siasa kwa shule, hauwezi peleka siasa kwa hospitali, hauwezi peleka siasa kwa kanisa. Hiyo tumekataa. Mimi nasema hivi, Malala anafaa achukuliwe hatua iliyo kali sana, maana hiyo ni kuincite watoto wa shule. Hiyo ni kama kupiganisha nchi. Na sisi tunasema Thank you very much Bwana Speaker. Niko na swali kwa huu member. Mwaka jana huyu Cleophas Malala ambao unasema kwamba anafaa kuchukuliwa hatua, alikuwa na shule the same amekuwa na Butere Girls. Huyo Malala moja. Huyu Malala moja ameandika hizo mambo ya sahiri karibu 88. Na si shule ya kwanza hii Butere Girls. So ukiwa kwa floor usileweshwe na serikali. Serikali huwa anakula wanawe, watakukula hadi wewe. Sawa. Wacha nikwambie, hiyo ni kunitishia ama ni nini? Hiyo information sijaelewa. So hiyo wacha nikwambie, mimi sitatishika mimi sitatishika na sitaondoka. Mimi nasiogopi kusema. Mimi ni serikali ndani kabisa. Mimi silipwi ndo nianze kutetea Ruto. Mimi nimependa Ruto kutoka ndani ya moyo na nimependa uongozi wake. So kwa hivyo wacha nikuambie, ukikuja kunitishia, hiyo ni kelele ya chura yenye haiwezi nyima tembo kunywa maji. Na mimi nitaendelea na serikali. Kwa hivyo mimi nasema hivi, mimi kama Heart of the Lion, mimi siwezi support kitu yenye Malala amefanya. Hiyo ni kinyume cha sheria. Na mimi nasema Malala achukuliwe hatua. Hata anafaa saa hii afunguliwe mashtaka na awekwe ndani. Maana hiyo ni kama kuleta nchi watu waanze kupigana. Hiyo ni njia moja ya vita. Hiyo ni njia moja ya umwagikaji wa damu. Sawa, tulia, kuna swali. Oda. Speaker, mimi nilikuwa na swali kwa member mwenye yuko kwa floor. Amesema Malala alifanya kinyume na sheria. Alikiuka sheria kwa kutunga shairi. Nataka tuelezee kipengele gani kwa katiba inapinga utungaji wa shairi kwa Malala. Swali ya pili ni hii. Swali yangu ya pili ni hii. Ili shule yenye Malala alitungia shairi ilikuwa kwa mashindano. Na wenye walikuwa na wanashindana na wao, kuna daraja zenye walipita kufikia hapo. Nini ilifanya hii shule isiangushwe na hao watu kama shairi yenyewe ilikuwa na mchezo? Hiyo ni ya pili. Shairi acha member aongelee kujibu, alafu kuinform kuhusu mambo ya mashairi. Unajua, sometimes watu tuache kukua blind. Nataka kusikia nini? Tuache kublindiwa. Yake ya katiba ninataka kusikiza. Tuache kublindiwa. Sometimes hata kuna zile nyimbo unaweza pata mtu ametunga wimbo, ni wimbo ya kumwaga damu, ni wimbo ya kutenganisha Wakenya. Wacha tuseme hivi, haitakuwa ati mtu mnatumika mkuje mgonganishe Wakenya. Sisi tunajua Malala anatafuta kutrend kama PK. Ila alienda kupigana alienda kupigwa kofi ya trend. Hiyo ndo barabara wanatafuta. Na mimi nasema viongozi wa Luya bwana, muache kutuchezea PR. Muache kutuchezea PR viongozi wa Luya. Watu kama kina PK, watu kama kina Malala. Mwingine hapa alikuwa class 7 akapatiwa Minister of Sports. Munataka kutuchezea akili bwana. Sisi ni Waluya na tunakuja kukua viongozi. Na hatuwezi kuunga uongozi wa kutenganisha Wakenya, uongozi kama ilikuwa ya Gachagua, ya kukuja kusema sijui mambo na ukabila. Ndio mnataka kutuletea tena hiyo uongozi. Mimi ile kitu nasimama hapa nasema, na nitaongea na ukweli. Hatutakubali kiongozi anakuja kututenganisha, anakuja kutugonganisha, anakuja kutaka nchi tuanze kupigana. Hiyo hatukubali. Tumekataa uongozi kama hiyo. Sisi tunataka nchi ya kwenda mbele. Kama Malala yeye amejua akienda kufanya hizo drama zake ndio aweze kutrend, hiyo ni yake. Na achukuliwe hatua iliyo kali. Hata Makenzi tunaona hapo ndio umeulizwa swali. Ni sheria gani? Hata ni mwinform speaker. Hata ni mwinform. Speaker.
jamaa kwa sawa, sijui mbona wanamchezea. Speaker, Uliza, niko tayari tu kujibu. Speaker, wacha Speaker, nilikuwa nataka kumform msemaji kwenye floor akisema Malala ana insight, ana uchochezi na anataka kupiganisha Wakenya. Kwanza hiyo ni moja zile vitu wanasema uongo, kwa sababu kuna kitu ya kwanza, Mheshimiwa Speaker, kama unaenda kasoro na maadili ya nchi, kuna commissions zenye zinakuangalia. Ukiwachana na commissions zenye zinakuangalia, Mheshimiwa Speaker, hii mchezo tu yenye hao watoto walikuwa wanaigiza, hiyo poem yenye hao watoto walikuwa wanaigiza, kuna ngazi ya kwanza ilipita kutoka kwa district, kwa county, kiza Mheshimiwa Speaker, mpaka national. Alafu ikifika national wakapetition, wakapeleka kesi kotini kuhusu hii ni Mheshimiwa Speaker. hii hakuna Nyamira court. Nyamira law court bwana. Mheshimiwa Speaker, sikiza tu, mimi nikupe information. Yawa. Kabla hii mchezo ifanyike, kulikuwa na court order ilikuwa kwa hiyo mchezo. Kuna court order ilipresentiwa kwa hiyo mchezo, ikisikiza ile kesi wakasema wanafaa kuendelesha kwanza kucheza mchezo wa kuigiza. Mheshimiwa Speaker, sasa mimi swali yangu inakuja aje? Kama court order iliwakubalisha waendelee, ni nini ilikuwa inazuia askari wakuje kuzuia na kushika Malala? Malala amekuja na Kim. Mtu mwenye alistopisha Malala akikuja na hiyo story zake ilikuwa 2013 alikuwa Uhuru. Hiyo koti unasema ilikuwa 2013. The same school. The same school. The same scenario. So saa hii hakuna kotini yenye imeenda. Nyamira law court. Nyamira law court. Nyamira ya Nyamira. Nyamira law court. Nyamira law court. Wani sisi hatujui Kenya. Wani sisi wa Kenya hapa Kenya. Evidence. Mimi wacha nikwambie, sitaongelea kitu yenye haina evidence. Uko na evidence. Hiyo ni kama kupiga kelele. Na mimi sitarudi reverse. Mimi naenda mbele. Hiyo ni vitu haina evidence. Wewe mwenyewe kama mwenyewe ilete hapa. Sisi vitu kama hizo vitu za 2013 hatuwezi rudishiwa, hii ni 2025. Kwa hivyo ile kitu yenye iko muache kuturudisha nyuma. Namba ulikuwa